Tukia mwimbaji anaitwa Chris Mwaficho. Kwa hiyo soko ya Kala kwa Kwichi. Haona Kwichi. Kitivo pale. Hapo pote na pajuni. Jombo. Pote na pajuni. Kipusi. Kamrapunda. Mwatunge. Zote hizo nazijua. Kwa Kwichi kabisa. Kabisa. Hapo ni mzinyi kabisa hapo. Nyumbani ulifika lini? Mzinyi ulifika lini kule? Huku nimemaliza mwaka. Baba kutoka tena kitambo sana. Nilitoka lakini si kitambo kwa sababu huu mwaka nimeenda mara mbili. Okay. So na huku nimemaliza mwaka kwa sababu niko hapa Deliverance. Kwa Deliverance ndo nacheza muziki hapa. Okay. Sasa licha ya kwamba nacheza piano kwa services hizo lakini pia nina hiyo sasa inafanya kama kutengeneza beats. Kwa hivyo katika swala la production labda ulikuja ukapenda masuala ya production baada ya kuja kuwa unatumia zile instrument ama ilikuwa kwanza kitambo? So kuhusu mambo na kutengeneza beats. Mimi kwanza nikiwa shule nilikuwa sana napenda kucheza muziki, kusikiza tu baadhi ya wasanii vile wanacheza. Hata nikiwa shule, nikiwa secondary sasa. Kuna jamaa ananiambia mazee Bruce unacheza piano. Naomba tu nicheze na kama fulani unataka kurap hivi. Mimi naambia basi hiyo fresh wewe twende nikuchezee na sasa nikaanza kuona hapo pia kuanzia shule pale secondary pale. Secondary. Okay. Nikaanzia hapo nikaona kumbe hata mimi naye naweza tengeneza though sijaifikiria kutengeneza na hizi sasa studio kamili. Okay. So nikaanzia tu na piano hivyo nikaona na at least inanipeleka najulikana pia kupitia hiyo. So nashukuru Mungu kwa sababu imenifanya hata pia siku ya leo nimefika hapa. Okay. Sasa labda tuongelee labda ile swala zima la kutengeneza beat, labda unatumia tu keyboard peke yake? Mimi kutengeneza hizi beats natumia tu piano peke yake. Sasa hii piano ninatumia hapa ni piano at least iko kiwango cha juu kiasi. Sasa hata vitu vingi nazidi. Yaani ni piano tu peke yake. Kwa hiyo piano ndio unaweka kila kitu pale. Ndio kila kitu. Naweza sikia kama nyimbo imetolewa. So na those tutacheza hata kama ni copyright yani exactly. But yani kuna vitu tu nikisikia hii lazima hii piano iko nayo. So naenda hapo na cheza kama mimi unakuta nishaitengeneza tu. Kwa hiyo tuseme kwamba swala la kurekodi mtu sauti pale bado. Sasa hiyo paka labda nipate hizo vyombo sasa kama mic ni sound card vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukipata ndo utaanza sasa ile swala zima la kuanza kurekodi muziki kabisa. Nikipata hiyo mimi sasa nishakuwa sasa kamili studio na natengeneza kila kitu. Na unaweza. Kwa hiyo so far labda kuna mtu labda ushamtengenezea beat ukamuuzia ama ndo umeingia katika hii industry sasa? Okay, kwa kuuza sijauza but kuna watu wengi nimewatengenezea. Hata hapo church pia kuna watu nimekuwa nikiwatumia wanasema hii iko sawa na tamani niende niweke voice. Na hata kuna mmoja ameweka voice tayari. Na nyimbo nadhani itatoka karibuni. Ametumia studio gani? So yeye ameniambia naenda kwa hizi tu za hapa Bwire kwanza kwa sababu bado anakuwa. So ananiambia bro kwa sababu umetengeneza hii beat nitahakikisha niweka voice na mambo yako tu sawa. Okay. Labda katika hizi beat ambazo labda umezitengeneza, ushaipata labda na producer ukamuuliza, bro unaonaje? Hii labda nimefika ama bado? Okay. Hizi beats nipatana na ni mchungaji but kitambo alikuwa anafanya studio. So akaniambia mimi naona wewe ukishapata tu hizo nini sasa kama sound card mimi naona tu uko tu sawa sababu kenye unatengeneza vingine hata inashinda hata zenye zinatengenezwa kwa studio. Lakini si unajua mchungaji na producer wote wawili tofauti sana kaka. Najua. Lakini sasa yeye alikuwa anafanya studio na ametengeneza pia beats na mambo pia ameziunda. So pia ni mwimbaji pia. Kwa hiyo alikwambia kivyake anasema aliniunga mkono. Bwana msikilizaji, mmoja tusikie beat hapa. Acha DJ Ryan pale adondoshe beat pale.